Popote pale uliko ambako unaangalia runinga yako kwa hivi sasa, Azam TV Show ndo iko hewani kama kawaida. Kama inapowadia muda na wakati kama huu, basi tunakuletea kipindi chako kizuri kabisa. Na leo mtazamaji, tuko katika uwanja wa Manungu katika mashamba miwa huko mji Kasoro Bahari Morogoro. Kama unavyoona hapa ndio hali halisi, tuko katika uwanja huu, hali ya hewa tulivu kabisa, mandhari mazuri, uwanja ni mzuri kabisa. Na kwa siku ya leo kipindi chetu tutaangazia kabisa kuhusiana na mechi kati ya Mtibwa pamoja na Azam ambayo inachezwa katika uwanja huu. Kwa hiyo kwa mambo yote ambayo tutakuandalia kwa siku ya leo, usibanduke katika TV yako ili kuweza kujua kitu gani ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo katika mchezo rasmi wa kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara, ambako ndio Azam inafungua msimu kwa kuweza kucheza na Mtibwa Sugar katika mchezo wa kwanza katika uwanja wa Manungu hapa mji Kasoro Bahari katikati ya mashamba miwa. Kwa hiyo nakusihi tuangalia Azam TV. Kwa niaba ya Isa Didi pamoja nami Saidi Kilumanga, tuko hapa katika uwanja huu wa Manungu, lakini kwanza tupate Azam Kola. Tukirejea moja kwa moja tutakuonyesha kile ambacho tumekuandalia. Azam Kola. Baada ya kupata Azam Kola, mtazamaji wa Azam FC TV, sasa tuanze show yetu kwa siku ya leo. Kivumbi cha ligi kuu Tanzania bara rasmi kwa msimu wa mwaka 2013-2014 kimeanza rasmi Jumamosi katika viwanja 7 hapa nchini Tanzania. Kikosi cha Azam FC kilisafiri kutoka Dar es Salaam mpaka mji Kasoro Bahari wa mji wa Morogoro kwa ajili ya kuelekea katika mashamba ya miwa huko Manungu Turiani. Ni umbali wa kilomita 100 kutoka Morogoro mjini kuelekea katika mashamba ya miwa ya Mtibwa Sugar Manungu Turiani, ambako ndiko maskani ya Mtibwa yalipo. Azam FC TV Show iliweza kujionea mambo mengi wakati ikielekea katika mashamba ya miwa ya Mtibwa. Ni mji ambao unakuwa kwa kasi kutokana na maendeleo yanayoendelea kufanywa. Uwanja wa Mtibwa upo katika mashamba ya miwa ambako kikosi cha Azam FC kiliwasili hapo majira ya saa 8 za mchana baada ya safari ndefu ya kutoka Morogoro mjini ambako timu iliweka kambi. Baada ya kuwasili hapo, wachezaji walianza kujipanga kwa ajili ya kushuka katika basi, kila mmoja akiwa na fikra zake juu ya mchezo huo kutokana na mchezo wa mwisho ambayo kikosi cha Azam ilifanya mauaji ya kufa mtu katika uwanja huo kwa kuwafunga Mtibwa Sugar magoli 4-1. Wachezaji walielekea katika vyumba vya kubadilishia nguo na kupumzikia wakisubiri muda ufike kwa ajili ya kupasha misuli kabla ya kuanza kipute dhidi ya Mtibwa. Muda wa mazoezi ya kupasha misuli uliwadia, wachezaji wakatoka vyumbani na kuingia uwanjani tayari kwa kuanza kupasha misuli wakiongozwa na kocha msaidizi Kalimangonga Ongala pamoja na Ibrahim Shikanda. Wachezaji walionekana wakipasha misuli bila wasiwasi wote juu ya mechi hiyo. Hata Azam FC TV Show ilipokuwa ikiongea na mchezaji mmoja mmoja, walionekana kujibu kwa kujiamini na kuweza kupata ushindi katika mchezo huo. Katika mchezo huo, mashabiki kutoka maeneo mbalimbali yaliyozunguka uwanja huo walijitokeza kushuhudia mtanange huo. Mashabiki wa Azam FC kutoka jijini Dar es Salaam pamoja na mji Kasoro Bahari Morogoro walionekana kuipa sapoti timu ya Azam FC mwanzo mwisho wa mchezo huo kwa kupiga vingoma.
mchezo uliwadia majira ya saa 10 za jioni. Hali ya hewa ilikuwa tulivu yenye kupendeza. Timu ziliingia uwanjani. Mchezo ulianza baada ya mwamuzi wa kati kuamuru kwa kupiga firimbi. Katika mchezo huo timu zote zilicheza kwa umakini mkubwa kuhofia kufungwa bao la mapema. Ilikuwa ni dakika ya 4 ya mchezo huo. Mtibwa walitangulia kupata bao kupitia kwa mchezaji wake Juma Luzio. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, tuangalie jinsi goli la Mtibwa lilivyopatikana. Mechi iliendelea kwa kasi kubwa. Timu zote zilishambuliana kwa zamu. Mtibwa ikataka kuongeza bao. Mechi iliendelea kwa kasi kubwa. Timu zote zilishambuliana kwa zamu. Mtibwa ikitaka kuongeza bao, wakati kwa upande wa Azam FC ikitaka kusawazisha na kuongeza bao jingine. Wachezaji wa Azam walionekana kutulia na kuongeza umakini kutafuta bao la kusawazisha na kupata bao la ushindi. Dakika ya 19 tu toka Mtibwa wapate goli, Azam ilifanya shambulizi langoni mwa Mtibwa. Mchezaji mahiri wa Azam FC Kiple Cheche akiwa na mpira katika eneo la penalty box alifanywa madhambi na beki wa Mtibwa, na mwamuzi wa kati katika mchezo huo akaamuru ipigwe penalty kuelekea langoni mwa Mtibwa. Beki mahiri wa Azam FC Agrey Morris ndiye alichukua jukumu la kupiga penalty hiyo na kufanikiwa kupata goli la kusawazisha, dakika ikiwa ya 19 tu toka timu ya Mtibwa iweze kupata bao la kuongoza. Sasa mtazamaji wa Azam FC TV Show, hebu tuone mambo yalivyokuwa wakati heka hiyo ya kupata goli ilivyokuwa kuelekea langoni mwa Mtibwa Sugar. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, mchezo uliendelea kwa kasi kubwa sana, lakini dakika 90 zilimalizika kwa kufungana bao 1-1. Baada ya mchezo kumalizika, kocha mkuu wa Azam FC Stuart Hall alisema amesikitishwa na sare hiyo, kwani sio nzuri kwa kuwa ligi ndio kwanza ilikuwa imeanza. Stuart amesema timu ilicheza vizuri katika kipindi cha pili tofauti na kipindi cha kwanza, na kama washambuliaji wake wangekuwa makini basi wangeweza kupata magoli mengi. I'm disappointed that we didn't win the game, but we're not working hard enough. We have a problem at the minute. We're not working hard enough. Some of the players are living off the success of the last couple of years. We have to work harder all round. Everybody has to work harder. That's simple. We're not starting games well. We're not starting games in the right frame of mind. You know, we talk about the mental importance of football, and we're not starting the game right. We're starting the game with like we think it's going to be easy. We think we just go pass the ball and it's going to be easy, and then we find ourselves a goal down, and then of course it's not easy. It's difficult. You know. So I'm pleased we came back and scored. I'm pleased we came back and got the goal, but. And we should have won the game. With the chances we had, we should have won the game, but we still have to work harder. Stuart amesema kwa sasa timu yake pia imeyumba kutokana na kuongezeka kwa majeruhi ambao kwa sasa wanafikia 5: John Boko Adebayo, Alfred Mieno, Brian Nyomoni, Kiple Cheche pamoja na Haji Nuhu. Well, we have a lot of problems at the minute. Jabir Aziz was suspended today, and we have Haji, Boko, Mieno and Nyomoni injured. So of course, you know, things could be better there, but we have to work with what we've got. The rest of the players are still good enough to win the game, and we didn't do it. Baada ya mchezo huo, Azam FC imesafiri mpaka Tabora kwa ajili ya kuwakabili Rhino Rangers katika mchezo wake wa pili wa ligi kuu ya Tanzania bara. Kocha Stuart Hall amesema anaenda kupambana na anahitaji matokeo katika kuweza kuanza vizuri ligi katika michezo ya mwanzoni. Well, they're unknown, obviously. It's unknown. It's unknown. So we go into the unknown and look forward to the game. We have to win. You know, with away games, you have to keep getting wins or draws. Away games, you know, a draw away is not a disaster. But obviously, we'd rather win.
Azam FC TV Show pia ilitaka kujua kutoka kwa kocha wa Mtibwa Sugar Mek Maxime amepokeaje matokeo hayo kwa upande wake, ambaye alisema amepokea kama sehemu ya mchezo ambao ni una matokeo matatu: kufungwa, sare na kushinda. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, mchezo ulikuwa mzuri, timu zote zimeperform vizuri, zimeonyesha kwa maandalizi kwa kiasi gani tumefanya vizuri. Kwa hiyo kikubwa performance hii basi timu zote ziendeleze katika mechi zinazokuja. Unafikiri kuna tofauti gani ukilinganisha na mechi ya mwisho uliocheza hapa kupoteza nyingine na mechi ya leo? Labda kitu gani ambacho kimetokea kwa upande wa timu yako mpaka kaza kuhimili Azam? Sisi hata mechi ya mwisho tuliofungwa, kwa mfano ukiangalia swala la possession, sisi ndio tulikuwa tuko juu. Lakini bahati mbaya tu tulifanya mistake 2-3 ndio tukafungwa magoli. Lakini timu yangu ilivyocheza sasa hivi na ile mechi tuliofungwa 4, wamecheza mpira sawa, ila sasa hivi kidogo waliongeza umakini. Baadhi ya wachezaji wa Azam wanazungumziaje kuhusiana na kuanza kwa ligi kuu ya Tanzania bara pamoja na mchezo huo dhidi ya Mtibwa? Game kwa kusema kweli game ilikuwa ngumu. Kwamba tumeweza kucheza kadri ya uwezo wetu. Kwamba tumekubali matokeo yaliyotokea. Nini unafikiri hasa kimechangia timu imeshindwa kufanya vizuri? Kwanza unakuwa ni mgumu sana. Kwamba tumecheza mechi ya kwanza, tumeangalia ubovu. Kwa hivyo nadhani kocha anaweza kufanya mabadiliko zaidi. Unafikiri sasa nyinyi kama wachezaji mna changamoto gani katika michezo ambayo inakuja, kwa sababu ligi ndio imeanza? Changamoto tumepata sababu kama kwa kusema kweli mechi ya kwanza ilitakiwa kwamba tuweze kupata ushindi, kwamba tumeweza kupata draw. Mimi nadhani wachezaji tumepata changamoto kubwa sana ya kuweza kujituma zaidi, kuongeza bidii, tuweze kupata ushindi mechi inayofuata. Lakini hii sare mmepokeaje? Hii sare kwa kweli tumeipokea, lakini sio kwa furaha. Tupokea kwa huzuni kwa sababu tulikuwa tunategemea kushinda. Game ya leo ngumu kwa kweli, kwa sababu mchezo wa mwanzo kila timu inakuwa imejiandaa vizuri kwa kutaka isifanye vibaya. Kwa kweli mchezo ulikuwa mgumu sana kwa leo. Nini hasa ambacho unataka kuzungumza kuhusiana na ligi? Maana leo ndo mechi zimeanza na timu imetoa sare. Kwa kweli tusiwe mbaya, lakini kusema la kweli naamini mwanzo unakuwa mgumu. Tukiweza kujiandaa vizuri kwa mechi zijazo, tunaweza tukaweka sawa na kila kitu kikaenda vizuri na tukafanya mechi vizuri zaidi mbeleni ambazo zinatukabili. Unafikiri tatizo lilikuwa wapi katika mechi ya leo? Tatizo ni watu tukucheza hari, kwa sababu mechi za kwanza kila timu ambayo inakuwa inataka kuharibu, kila timu inataka kujeka vizuri. Na kwenye mpira kuna matokeo matatu, lazima japo moja utalipata. Kuna kufungwa, kuna kudraw na kushinda. Lakini tumepokea vibaya, lakini ndio mchezo wa mwanzo, naamini tutajipanga vizuri. Mwalimu ataona makosa yako wapi, kuweza kujirekebisha, na sisi tukiongeza bidii, naamini bado ndio kwanza tunaanza, tutafanya vizuri zaidi. Unafikiri kucheza ugenini kumechangia kutokupata matokeo mazuri? Inachangia kiasi kikubwa sana, kwa sababu timu mara nyingi hataki kufungwa nyumbani, kwa sababu inakuwa ni aibu, kwa sababu nyumbani lazima mtu ujitetee nyumbani, ili ugenini uende ukafanya lolote linalotokezea, lakini nyumbani hawataki kuharibu kwenye timu. Mechi ilikuwa ngumu, lakini mimi naweza kuzungumzia kwa mechi ya leo kwamba tulianza vibaya, lakini baadaye tukaseto. Kwa hiyo mechi kwa ujumla ilikuwa ngumu, kwamba Mtibwa nao wamejipanga vizuri, ni timu nzuri. Lakini tunashukuru Mungu tumepata matokeo ya sare ugenini, sio mabaya. Labda kucheza ugenini ndio kumechangia kupata sare? Huwa mara nyingi ukiwa away mechi zinakuwa ngumu. Inaweza ikawa ni sababu mojawapo, kwa sababu unapokuwa nyumbani tofauti na ugenini. Kwa mazingira na nini na viwanja vyote vinaweza vikachangia kupata matokeo. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona matokeo sio mabaya kwa kwanza. Unafikiri sasa timu ina changamoto gani? Imeanza na sare. Changamoto ipo, kwa sababu inatakiwa tukazane ili tushinde, kwa sababu msimu huu tunataka tushinde ligi. Kwa hiyo tunapotaka kushinda ligi lazima tukazane, tukubaliane na hali halisi yoyote ile. Kwa hiyo tupigane mpaka mwisho. Ndio mimi kitu ambacho naona tuna changamoto kubwa sana, kwa sababu tunataka nafasi ya kuchukua ligi, yani ubingwa. Mtazamaji wa Azam FC TV Show, huu ni mchezo wa kwanza katika ligi ya mwaka 2013-2014 kwa Azam kucheza katika uwanja wa Manungu. Sasa tuangalie michezo inayofuata ambayo Azam itacheza ya ligi kuu Tanzania bara.
Azam Kola. Mtazamaji wa Azam FC TV show, kama ilivyo ada katika kipindi chetu huwa tunatoa jezi, na kwa wale ambao wanakuwa wamejibu vizuri basi huwa tunawakabidhi jezi. Sasa wiki iliyopita tuliuliza kwamba tutajie idadi ya magoli ambayo Azam katika ziara yake kule Afrika ya Kusini waliweza kuyafunga, na natumai watu wamejibu sana wengi kwenye page yetu ya Facebook. Lakini washindi wetu wa jezi kwa swali lililopita ni Faisal Salim ambaye amejishindia jezi pamoja na Said Ayubu. Hawa ndio washindi wawili ambao wamejishindia jezi kutokana na swali ambalo tuliuliza wiki iliyopita kwamba ni tutajie idadi ya magoli ambayo yalifungwa na timu ya Azam katika ziara yake kule nchini Afrika ya Kusini. Magoli yalifungwa na Gaudens Moikimba pamoja na Jabir Azizi. Sasa swali la wiki hii ni kwamba goli la kwanza la Azam katika msimu wa mwaka 2013-2014 katika mechi ya kwanza lilifungwa na mchezaji gani? Goli la kwanza katika msimu wa mwaka 2013-2014 la timu ya Azam lilifungwa na mchezaji gani katika mechi dhidi ya Mtibwa Sugar? Kama ulivyoweza kuona kile ambacho tumekaandalia katika mwanzo wa ligi kuu ya Tanzania bara kwa timu ya Azam kucheza mechi yake ya kwanza kabisa katikati ya uwanja wa Mtibwa Sugar huku Manungu, ni kwamba kama matokeo ulivyoweza kuyaona, matokeo hayo ni ya sare, na huu ni mwanzo. Naamini kabisa umeweza kumsikia kocha na baadhi ya wachezaji wakizungumza kuhusiana na matokeo haya. Baadaye pengine mambo yanaweza kaja kuwa mazuri, kwa sababu hii ndio kwanza mechi ya kwanza na imechezwa ugenini. Basi sisi kutoka katika uwanja huu wa Manungu hapa mji kasoro bahari Morogoro hatuna cha ziada. Kwa niaba ya Isa Didi pamoja naye mimi Saidi Kilumanga, na kusii tuangalia Azam TV show kwa vipindi vingine vinavyokuja. Azam Kola.